tunaona mambo ambayo yanakuwa anayafanya. Muhimu kwetu sisi, muhimu kwa wanafunzi wote, uzalendo kwanza ndani ya chuo chetu. Nashukuru sana. Naam, ukipata nafasi ya kumshauri rais atakayechaguliwa utamshauri nini? Hii ni taasisi, ina sheria zake, ina kanuni zake, ina miongozo yake, ina msemaji wake. Kwa hiyo ni vizuri afuate miongozo hiyo na taratibu ili kuweka usalama zaidi. Taasisi inasemewa wapi, kipi niongee wapi, kipi nisiongee wapi. Nashukuru kama hata iliyofanya rais wa sasa Magashi Magina alikuwa anaona hichi naongea hapa, hiki naongea hapa. Lakini muhimu ni kusikilizana na kuwa na maridhiano. Unajua maridhiano ya kwenye taasisi ni kitu bora zaidi kuliko kuleta ghasia na vitu vingine. Kwa mimi namshauri, cha kwanza amtegemee Mungu sana, manake atakuwa anaongoza taasisi yenye wanafunzi almost zaidi ya 15,000. Kwa hiyo inabidi awe mtulivu, awe na maono mazuri, msikivu wa kuelewa na kupambanua mambo kwa pamoja, kwa sababu hapo unaongoza watu wa kila aina, makabila tofauti tofauti. Kwa hiyo utulivu na kufuata hata ushauri wa viongozi waliopita, kwamba hapa bwana tunapita hivi, tunapita hivi. Na ushirikiano upo. Nafikiri Magashi Magina, hata mimi nilikuwa nikimkupua saa 8 kwamba bwana kuna hiki na hiki nakisikia kimetokea hivi na hivi. Wapi mheshimiwa? Hivi na hivi, mbona hapana? Kwa sasa taarifa zinatoka wapi? Anauliza, asikurupuke tu kwamba amesikia hiki akakurupuka, lakini kumbe sehemu sahihi ya kupata taarifa inakuwepo. Huko mitaani watu mbalimbali wanakisifia sana chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kwamba kinazalisha wataalamu wazuri pia na wanasiasa wazuri. Kwako wewe unalionaje hilo? Ni sahihi, na ukifuatilia historia ya chuo huko nyuma kilikuwa kinaitwa Kivukoni. Ilikuwa kinavusha watu, lengo ni kuvusha watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini viongozi nguri sana wamepita ndani ya taasisi ya Mwalimu Nyerere na kupewa jina hilo la Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo mimi nafikiri sifika ndani ya nje ya chuo ni sahihi kabisa. Hata saizi wapo viongozi huko sehemu mbalimbali, sehemu nyingi, wengine hawajaonekana, lakini kuna muda utafika wataonekana. Wenda hata wewe unafanya hii kazi ukaja kuwa kiongozi huko mbele, lakini utakuwa umetoka hapa, chimbuko lako ni hapa hapa. Kwa hiyo mimi nikipongeze chuo, nipongeze uongozi mzima kwa kazi kubwa wanaokuwa wanaifanya kutengeneza viongozi, kuwasuka ipasavyo. Ndio, najua kwenye utawala wako kuna jambo kubwa sana ambalo hutalisahau kwenye maisha yako, changamoto ambayo labda hutaisahau hadi unazeeka. Hivi kwa kweli changamoto ambayo ilikuwa inaniumiza kichwa sana, ilikuwa ikifika, ilikuwa ni harakati za wanafunzi kupata ID zao. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na nashukuru sana kwa saizi Mheshimiwa Rais Magashi Magina, kuna hatua kubwa sana. Naweza kusema ni kubwa kwa sababu saizi mwanafunzi ana ID yake ya miaka yote mitatu. Kwa hiyo kigezo cha kupata ID tayari zile vurugu za kila semester kupanga foleni kupata ID zimeshatatuliwa. Sasa inachobaki ni uzembe wa mwanafunzi mwenyewe. Sasa kama chuo kitaamua kwamba mwanafunzi aingie na risiti ambayo anaipata ndani ya OZIM mpaka alipe ada, sasa hiyo ni changamoto. Lakini changamoto ya kupata ID kwa kweli ilikuwa inaniumiza sana kichwa. Kwa hiyo nishukuru sana, nikupe na mkono katika hilo. Nikupongeze sana kwa kitu kikubwa sana hiki. Sawa, Mr. Magina, rais ambaye bado yuko madarakani, ingawa iishe hadi iishe, si ndivyo? Kipi labda ambacho umejifunza kwa rais mstaafu? Maana anakupa sifa nyingi sana. Nasema kwamba haiishi mpaka iishe, manake mchezo haiishi ndani ya dakika 90 bali dakika za mchezo. Ndio bwana, nimejifunza, yani nashindwa hata kumuelezea kwa sababu nimejifunza. Kwanza ni mtu ambaye ni mvumilivu, alafu na anasaidia. Unaelewa maana kusaidia? Ndio. Mimi nikiongea kitu changu labda nina shida, wa kwanza kuchukua kitabu ni yeye, na anaweza akakimbia. Unaelewa maana kukimbia? Yani anakimbia kwa ajili ya kuniokoa mimi, kunisaidia mimi. Kwa nimejifunza pia, of course amenifundisha kitu kimoja, kuwa na huruma na kuwa na roho. Na unapomwachia mtu madaraka, hakikisha unamsaidia, simwachie. Kwa hata mimi atakaye kuja, of course nitamsaidia kama nilivyosema mwanzo, kwa sababu mimi nimefundishwa hivyo na kiongozi aliyepo kwamba make sure unamfundisha na unamsaidia. Kwa mimi nitafanya vile. Vizuri bana, tulikuwa tunapiga story na viongozi wakuu kabisa katika